Kumekuwa na taarifa tofauti kuhusiana na kifo cha marehemu Papa Francis, ambaye nafikiri watu wengi sana iliweza kuwastua, kwa wale asilimia kubwa kwa Roman Catholic ambao nafikiri walikuwa wakisherehekea Pasaka yao vizuri. Na kama tunavyofahamu kuhusiana na dola ya mataifa inayoendeshwa na mapapa, na ni swala ambalo watu wengi sana waliweza kujiuliza ni kwa nini imeweza kutokea kwenye kipindi cha Pasaka. Ila ni kufahamisha, taarifa iliweza kutujia ni kwamba kwanza Papa Francis katika historia, na taarifa ambayo ilikuwa tayari imeshazagaa na watu wengi walikuwa tayari wameshafahamu utabiri ambao unaweza kutabiriwa, ilikuwa ni kuhusiana na baadhi ya watu walioweza kuzungumzia swala zima la kifo cha Papa Francis kuelekea katika siku ya Pasaka. Na ulikuwa ni utabiri ambao pengine watu walifahamu na walielewa kwamba labda Papa Francis sio kwamba labda baada ya Pasaka Papa Francis ndo alikuwa ameweza kufariki, lakini mtu ambaye tayari anakuwa na ushawishi kama unavyoona rais, pindi inapotokea swala zima la kifo chake, manake huwezi ukatangaza siku hiyo hiyo. Manake kulikuwa na siku ambazo ziliweza kutolewa kwa maandalizi mazuri ya kuweza kuwaweka tayari wale ambao tayari wamekuwa katika sehemu ya mzunguko wa kumtumikia mtu huyo. Kwa hiyo kwa Papa Francis, kwa taarifa ambazo tulikuwa tayari tushaweza kuzipata, ni kwamba aliweza kufa siku 7 kabla ya. Kwa hiyo ilikuwa sio rahisi kuweza kutangaza kifo chake, licha kwamba tayari alikuwa ameshaweza kufa siku kabla ambazo zilikuwa tayari zimeweza kuonekana. Yani kulikuwa na a week ambayo iliweza kutokea. Kwa hiyo ilikuwa ni siku 7 kabla ya kifo chake. Na taarifa ambazo zilikuwa tayari zishatufikia ni kuhusiana pia na masuala ya kishirikina. Nikukumbushe tu awali kwamba huyu Papa Francis ndo ambaye aliyeweza kuruhusu masuala ya jinsia moja ambayo yaweze kufanyika katika sehemu tofauti tofauti. Yani swala zima la mapenzi ya jinsia moja na ndoa za jinsia moja, nafikiri kwa wale waliokuwa wanafuatilia zaidi, basi Papa Francis ndo aliyekuwa ameweza kuruhusu. Na tena huku watu wakiwa wamezidi kujithibitishia kuhusiana na masuala ya kishirikina, yani Freemason, akiwa kwenye moja ya kundi la Illuminati, na unaambiwa hakuna mtu mwenye cheo kikubwa cha Freemason kama Papa Francis. Kwa hiyo ni muda ambao tayari ulikuwa umeshatabiriwa na ulikuwa tayari umeshapangwa. Kwa hiyo sio swala ambalo watu wengi sasa hivi wameweza kupata mshtuko, bali kulikuwa tayari na utabiri kwamba Papa Francis ifikapo mwaka 2025, kipindi ambacho itakuwa ni karibu na Pasaka, basi itakuwa ni airtime ya yeye kuweza kuaga na kuondoka katika dunia, na ameweza kuondoka akiwa na umri wa miaka 89. Kwa hiyo ni swala ambalo limeweza kuwastua watu wengi sana baada ya kupata taarifa hizi.